Naam, asante sana kwako wewe Davis Tayo. Ni pendekezo ambalo baadhi ya Wakenya wameutaja kama ni kushinikizwa ndani ya koo kutekeleza mradi kama huu ambao mwanzo wake ni kuonyesha ubayana kwamba kuna wale ambao watakaozipata na wale ambao hawatazipata. Kwa mfano, jedwali ambalo Sama amelionyesha pale, kuna njia tatu ambazo kwa yule ambaye atalazimika kutoa fedha hizi kupitia mshahara wake, hiyo ni mwajiri au yule aliyeandikwa, hajui kama atapata nyumba zile. Mwanzo itakuwa aidha upate ama usipate, yani mpata potea. Pili, iwe kana kwamba utachukua pesa zako baada ya muda wa miaka 7. Halafu tatu ni iwe kwamba utawasilisha nyumba ile ama kufanya transfer kwa kuwa haiko tayari, useme kizazi kingine aweze kuchukua. Itakuwaje basi mtu ambaye ameweza kuchanga kwa muda mrefu akose, lakini yule hakuchanga hata ndururu, ambavyo anavyosema rais kwamba tunajaribu kuinua maisha kwa wale wanaoishi katika mitaa ya mabanda? Iweje kwamba tuwe na utofauti wa aina hiyo? Maanake kuna wengi wanasema sasa tunaleta classification katika binadamu wale wako hapa nchini. Sawa. Asante. Vile unavyosema ni pata potea, sababu mahitaji ya nyumba ni kwa mamilioni. Na katika mwaka mmoja zile nyumba ambazo zimepangiwa kutekelezwa ni hazifiki hata milioni. Kwa hivyo ni pata potea. La pili ni kwamba Kenya tuko na shida moja. Serikali nyingi zimekuja na mipango mikubwa mikubwa. Sitaki kuyataja, tumeambiwa vizuri sana na ndugu yetu Kwame. Watu hawaamini mipango hii ya serikali kama itatekelezwa. Kuna wale ambao wako katika serikali na wako na nguvu za kukata hizi pesa. Wamesema watakata hizi pesa, tupende tusipende. Sasa hatuna choice. Hatuna budi. Tumenyooshwa mkono mguu, sasa we kata vile utakavyokata. Lakini hatuamini kwamba mipango hii itatekelezwa. Mimi ningesema hivi, bajeti iliyopo it has good intentions, lakini sasa Kenya hii trust deficit ni kubwa. Kwa hivyo kitu kikubwa ambacho serikali lazima ifanye, na Bwana Asifa amesema pale, lazima wa communicate vizuri, mambo yawe wazi, bayana. Nijue mimi leo ni kijana nimepata ile studio, lakini labda nina mipango ya kuoa bibi mwingine na mwingine. Sasa nitafanyaje? Hii studio nitaipanua ama nitaiuza nichukue nyumba nyingine kubwa? Kwa hivyo maswali kama hayo bado hayako wazi. Nimefanya kazi kwa benki na kile ambacho ninaona hapa ni kwamba wale ambao wanaitwa kujenga hizi nyumba ni investors ambao wako na zile pesa moto, zile ambazo wanataka wakiweka hivi watachupata pesa zao baada ya miaka 2 ama 3. Kwa hivyo lazima tufikirie sana. Kuna investors wengine ambao wako na haja ya kuweka hizo pesa katika mipango ya muda mrefu. Kwa hivyo tusilazimishe watu kutoa, lakini tufanye kazi zaidi tupate hao investors ambao wataweka hizo pesa ambazo zinaweza fanya kazi kwa muda mrefu. Right, and we'll come back to our